yule mzee Mushi kule kijijini si mlimuona Insta? Yule baba amenisomesha mimi kuanzia chekechea mpaka form 6. Nikatoka form 6 nikaenda chuo kikuu. Nikapata degree ya kwanza, nikapata ya pili, nikapata ya tatu, nikapata ya 4. Nije kuishia kufua boxer. Like all that investment. Niishie tu kupika. No. Okay. I was not just created for the kitchen and the bedroom. I was created for more than that. Kwa nini? Kwa sababu kama ukiwa ni msichana au ukiwa ni mwanamke ambaye unafikiri maisha yameishia kwenye kuolewa na kuzaa watoto. Watoto watakuwa wataenda. Watoto wa Pastor Fred sasa hivi wanakuwa vijana. Mume anaweza akaingiwa na kichaa. Akakutana na Farida mwenye supportive document na mjuu chupa ya bia. Wewe shoga yangu huna. Akakutana na mtoto amepaka kipako, ana rangi ya njano, rangi ya mtume. Wewe una sura personal kama ya babako. Akaamua kukuacha, akaamua kwenda. What are you going to do? Nilikuwa nafundisha mahali nikawaambia, kwa mfano kama ni dada uliolewa, tukiondoa neno Mrs kwenye jina lako, kitu gani kinabaki? Hicho kinachobaki, that's your true value. Okay. Wengi hapa nyie watoto wadogo vijana, yani sasa hivi unachowaza ni mahusiano. Hulali, ukiamka mahusiano, ukiingia kwenye maombi mahusiano, ukifunga mahusiano. Shoga yangu, mahusiano utayaingia, utayachoka. Tuulize sisi. Yes, madamu anasema degree zote hizo alafu uende uishie kufua boxer. Kwa hiyo kufua boxer wanatakiwa wale ambao hawajakanyaga shule. So nataka niwakwambie kitu kimoja. Ushauri huu sasa mimi nakupatia wa kitaalamu. Achana na ushauri ambao umebeba hisia za maumivu. Nataka nikupe ushauri wa kitaalamu. Kwanza, usisikilize ushauri kwa mtu ambaye amefeli kwenye hicho kitu. Sijasema yeye amefeli. Lakini ukitaka kumshauri mtu, lazima wewe kwanza uwe na furaha kwenye kile kitu. Mtu anavyosema, tuulize sisi, maana yake huko kuna shida, lakini sio kweli. Sio kweli kwamba mahusiano ni shida. Hapana. Sio kwamba ndoa ni shida, ni majanga. Kwani kuna mtu amelazimishwa kuingia kwenye ndoa? Kwanza wanaotaka kuingia kwenye ndoa kwa asilimia kubwa huwa ni wanawake, sio wanaume. Kwa asilimia kubwa. Sio kwa asilimia kubwa ambao wanatamani kuingia kwenye ndoa ni wanawake. Ndio maana wanaume wengi huwa wanatongoza wanawake kumwambia nitakuoa. Umeelewa? Kwa hiyo ndoa sio kwamba ni shida. Inawezekana mimi hapa ndoa yangu ina matatizo. Lakini sio kwamba ndoa ni shida. Ndoa ni nzuri. Na ndoa ndio zinazolea watu. Sasa yeye kama moto umewaka huko, na waone huruma sana ambao wanawashauri. Kwa sababu anawashauri, anawatishia, anaanza kuwa brainwash kwamba huko unakoenda ni kama vitani. Sasa usiende basi. Maki inaitwa brainwashing, kumwaminisha mtu kitu kwamba huko unakoenda ni kama yani unaenda huko Vietnam, vita ya Vietnam hiyo. Mguu kwa mguu, man to man. Hakuna kupumua, hakuna kukohoa. That is not true. It is not true. Ndoa watu wanaweza, inaweza kuwa na ni kama business tu. Business inaweza kufail au kusucceed. Billionaires wote wanafanya business. People are making billions of money, billions of dollars. Lakini kuna wengine wanapata hasara, wanafilisika rudi kijijini. Wengine make more money, wengine make more problems. Kwa hiyo ndoa ni nzuri, mtu asitaka kudanganya. Yeye kama ya kwake ina misukosuko, kama ya kwake iko mahakamani, hiyo ni ya kwake bwana. We have no business with that. Lakini ndoa ni nzuri. Mtu asikutishie kwamba tuulize sisi ili weje? Failure experience? No. That's a big no. Sijasema yeye kama kafeli, mimi nakupa tu general overview, ushauri ambao hauna emotion yoyote. Ambao hauna emotion, hisia mbaya. That's all.
Najua huna muda wa kusoma vitabu vingi kama hivi. Sasa nataka nikushauri usome vitabu 4 muhimu. 4 books, very important books. Na ukisoma hivi vitabu, these 4 books, soma vitabu 4, utanishukuru baadaye. Jipe assignment tu kwamba okay, ndani ya miezi 6, ndani ya mwaka mmoja ndio nimesha. Kama wewe ni mvivu kabisa, make sure umesoma hiki kitabu, The Power of Subconscious Mind. Nitakusaidia ukipata The Power of Subconscious Mind. Soma hiki kitabu, The Master Key System cha Freemason. Ameandika Freemason, sio akushauri wewe uende kwa Freemason, lakini ameandika siri muhimu, siri makini za dunia zinazokuhusu wewe mwenyewe hapo ulipo. Anaitwa Charles F. Henry, miaka zaidi ya 100 iliyopita. Kitabu kingine soma cha Donald J. Trump. Huyu ni Trump 1988 alikuwa bilionea, akaambiwa aandike kitabu ili maarifa yake yaende kwa wanadamu wengine. Lakini cha tatu soma hiki hapa, Confession of Economic Hitman. Huyu ni retired CIA officer. Hiki kitabu ndio Mheshimiwa Lowassa alikisambaza kwa makatibu wake wakuu akiwa waziri mkuu mwaka 2006. Kwa hiyo soma hivi vitabu 4. Kama una nafasi ya kusoma, andika profesa nitumie. Kama hauna namna ya kuvipata hapo ulipo, andika profesa nitumie, nikutumie soft copy usome. Ndani ya miezi 3, ndani ya miezi 6, ndani ya mwaka mzima. My friend, kama unasoma tu kidogo kidogo, utanishukuru baadaye. Unahitaji kusoma hivi 1000 books, utachanganyikiwa. Sawa? Soma vitabu hivi hapa 4, utanishukuru baadaye. Sawa sawa? Toa message WhatsApp, andika profesa nitumie right now right here.